kuoshea watu nguo wanamlipa. Oh, mother alikuwa anafanya kazi ya kuosha nguo. So kwa sababu ya form 1, form 2, form 3 sasa ni kama pesa ikakosekana. Ndio. Kufukuzwa ovyo ukaamua kuingia Time ya holidays. Wakati wa holidays naingia huko natafuta pesa. Ndio hapo kwa mechanics hiyo training mechanic, kuna mechanic ya ndege, mechanic ya gari, mechanic ya pikipiki, mechanic ya baiskeli, mechanic ni nyingi. Mechanic gani? Ya pikipiki. Ulikuwa umeanza kujifundisha ufundi ya kutengeneza pikipiki? Ndio. Hapo sasa ndio shule zikifunguliwa. Narudi shule. So wakati kwa sababu ya challenge ya maisha, wakati ya all day shule sikifungwa unaenda kujoin mechanic shule. Sikifunguliwa unarudi shule. Ndio. Toka hapo sasa ikafikia mwezi wa 8. Tulikuwa tunaenda August. Mwaka 2025. Tulikuwa tunaenda matanga ya mmoja wetu mwenye babaka alikuwa amekufa. Kwa shule ama kwa mechanic? Kwa mechanics. Hiyo holiday ya mwezi wa 8. Yes, unajua mwezi wa 8 ilikuwa holiday. Sasa imeanza kuingia. So bado wewe ni mwanafunzi mpaka leo? Ndio. Ya form 3. So bado tunaongea na mwanafunzi ya kutoka shule gani? Getembe Secondary. Yes. So wakati wa holiday mkiwa kwa training huko pale ndiko pande gani? Hiyo training. Getacha hapo chini. Opposite kanisa ya Muruwabi. Hapa karibu na kanisa ya Muruwabi. Ndio. Hapo ndio Getacha. Hapo ni Nyanchwa kwa inaitwa Nyanchwa kwa kona. Hapo Nyancha Junction. By the junction. Karibu na kanisa ya Uguri. Na kanisa ya nani ya Muruwabi. Hapo ndio kuna mapikipiki zinakanga hapo chini by the way. Ndio. Hapo ndio nilikuwa nafanya training. Ndio. Toka sasa ile event tunaenda hiyo matanga. So mlikuwa mnaenda matanga ya mtu wa garage. Ya mlikuwa huko mwanafunzi na yama yeye ni fundi. Yeye ni fundi. So alikuwa fundi wangu. Yeye ndio alikuwa ananifundi. Alikuwa ndio mwalimu yako. Ndio boss yako. Sasa ile kuenda tumefika almost Suneka. Tulikuwa tunaenda Asumbi. Kwenda Asumbi. Before tuende hapo. Umekaa kwa ufundi hiyo mechanic for long? Tangu January hizo holidays za January. First time second. So ulianza January mwezi wa 4 na mwezi ile ilikuwa mwezi wa 8. Na hiyo kazi ya ufundi umechua kutengeneza kitu gani? Unaweza kutengeneza wewe kama wewe. Niyo naweza tengeneza hata engine inaweza fungua. Paka engine? Ndio. So kwa hiyo mwaka moja tu hata miezi 8 hiyo. Umechua kufungua paka engine. Ndio. So wewe wewe unaweza kuwa fundi ya kila kitu kwa baiskeli. Yaani kwa pikipiki. Ndio. Maneno ya engine, wiring hapa. Part of engine. So yaani enda na mechanic, wacha maneno ya wiring. Najua wiring ni nyingine na mechanic nyingine. Mechanic. Vitu ka engine na hizo bodywork. Apart from wiring. Ndio. So mechanic ya pikipiki unaelewa kabisa. Ndio. Na bado wewe ni mwanafunzi kidato cha 3. Ndio. Ndani ya Getembe Secondary. Ndio. Ulisema kuna sometimes ulikuwa unapata pesa. So ulikuwa unafanya kazi unapata pesa kidogo. Kidogo nalipa ama nanunua hata food. Ama unanunua chakula. Anyway, so hiyo siku ilikuwa tarehe by the way. Ilikuwa day 22. Tarehe 22. Mwezi wa 8 August. Wa 8. Ilikuwa end. Ilikuwa karibu end month. Litukerio. Na rwete egari zikituka saa 2. Kama kama kawaida. Tulikuwa na meeting ya kupanga vile tunaenda. Nikatoka hiyo masaa nikakuja nikaoga nikaingia kwa nyumba. Mlikuwa na meeting kwa garage? Vile tutaenda hiyo matanga. Ya kupanga jinsi hata kama mchanga ule hapo mlikafanya. Mkapanga jinsi kesho mtafanya nini? Mtamukia msafara. Ndio. Ndio hiyo sasa nikaingia nikalala hiyo jana. So ukaingia kwa nyumba ukalala. Sasa kesho yake sasa ndio hiyo tuliamka tukaanza kwenda. Uliamka saa ngapi? Kesho yake saa 2. Saa 2 asubuhi. Ukaenda kwa garage ama mkaenda direct paka kwa mocha? Tulienda sasa alikuwa ashaleta hiyo jana yake. Sasa sisi tulikuwa tunaenda matanga tu. Alikuwa ameshatolewa kwa mocha. Ndio. So mlikuwa mnaenda sasa matanga yenyewe. Sasa tukakutananga garage ndio tukaanza kwenda. Ndio. Tukakutananga na kulikuwa na mlevi.
Sasa wenye mlevi alikuwa na gari. Sasa mimi sikuwa nimemuona. Mlikuwa pamoja na yeye kwa msafara ama? Hapana. Yes, sasa alikuwa anatoka kutoka nyuma. Na wenye tulikuwa na wao tukienda alikuwa shawa amemiss kuwapiga kutoka nyuma. Sasa yani alikuwa anaendesha alafu. Huyu ni mlevi. Na nyinyi watu wa pikipiki mnaenda matanga. Mlikuwa pikipiki ngapi baadaye? Nilikuwa karibu 6. Pikipiki 6. Ndio. Sasa wana garage. Mnaenda matanga. Upande gani baadaye? Kasumu. Sinema. Walikuwa Mjaluo? Oh. Sasa mmefika wapi? Suneka. Suneka pande gani? Maana Suneka. Kuna hapa kunaitwa Masagara, Suneka Kitirio, Suneka main stage, junction ya kuenda Sumbi. Suneka kusonga mbele kiasi. So ni CBD ama mbele ya Suneka? Mbele ya Suneka. Umefika hapo hiyo junction ya kuenda sasa inaitwa Musojo. Ndio uingie ndani uende kwa Suneka sector, uende kwa Catholic, ndio uende sector huko ndio uende kwenda uwanja ya ndege. So upande gani hapo mlikutana na gari? Hapo sikumbuki vizuri. Unachua Suneka? Suneka naijua. Lakini tulikuwa tushapita Suneka soko. Mlikuwa mmeshapita soko, mmeingia junction ya kwenda Suneka. Hiyo lami sasa ya kwenda Riana ndio enda Suneka. Tangu kwenda Riana. So katikati hapo. Ndio sasa tulipatananga na hiyo gari. Sasa kutoka nyuma alikuwa ashamiss wengine. Alikuwa amekosa wengine. Kufika hapo sasa ashanipita ameingia mbele yangu. Akageuza gari akapaka hapo. Akapaka kwa road. So aliwapita akaweka kando. Akaingia mbele yetu. Akasimama emergency. Emergency. Ile anakuja hiyo anakuingia. Sisi na sisa hatukuwa tuna expect hiyo. Tukaingia hivi. Mkaona kutoka nyuma. Ulikuwa umebeba mmoja mwingine. Yeye aliumia? Lakini hakuumia sana anatembea. Yeye aliumia hata sasa. Aliumia sana lakini sasa aliumia hapa hivi hizi vitu. Zote both legs. Miguu yote? Alifilia kabisa? Alipiga akaenda akanyaga sijini kibanda ya wenyewe akaumia. Mulipiga hii gari akaruka juu. Akapita chini ya gari. Akaenda kuangukia kibandaski ya mwingine huko. Toka hapo. Sasa pia mimi sasa kwa ndao mimi hata sijui. So wakati umepiga hiyo gari. So kutoka hapo sijui. Ulikuja kujipata wapi? Hospitali. So wewe ile wakati umeanguka chini ama umepiga uelewi kile hata huko kuona kile kilikuwa kinaendelea huko. Sikuelewa. Unapoambiwa nani alikutoa huko? Marafiki zangu ndio walikuwa na wao. Hao wenye mlikuwa na. So ile matanga walienda baba kwenda. Hawakwenda. Sasa ukaanza na matibabu. Hiyo time sasa ilikuwa ni change hospitali tena. Walikuchukua hospitali gani? Walinichukua sijui Nyangena. Nyingine hapa chini. Kutoka hapo nikaletwa Ema sasa wakati nimekuwa ndio wakani transfer kutoka hapo kwenda Tenwek. Kumbe ulimia sana. Ndio. Ukachukuliwa Nyangena wakakuangalia wasema hii hali sio. Ukatumwa Ema wakakufanyia first aid. Ndio ukatumwa Tenwek. Sasa kutumwa Tenwek hiyo ni siku ya kwanza ama siku ya pili? Ya kwanza. Ndio sasa wakanijipata sasa ndio hiyo naekwa ndani ya ambulance nichukuliwe. Ukachukuliwa mpaka Tenwek. Ndio. Ulipofika huko? Huko sasa ndio ni wakanitibu. Ukatibiwa. But hawakumaliza sasa ndio wakaniona wakaanza hiyo first aid. So ukufika huko first aid baadaye wanafanya sikumbuki. Tena kwa ward. Ukaenda kwa wardini sasa ndio wakaanza matibabu. Ndio. Hiyo ilikuwa ni mwezi wa 8. So pesa sasa ya kulipa ilitoka wapi? Hatukulipa. Hamkulipa? Tulienda balance ilibaki. Balance. Ile nilikuwa natibiwa Nilikaa huko for almost 1 month. Tenwek? Na wiki 3. 2. So ni kama mwezi moja na nusu. Nane pili hospital pili ikitoka ilikuwa pesa ngapi? Wanga 364. 364,000. Simelipwa. Alijalipwa. Paka sahi. Waliniandikia bill. Wakaniambia na nyumbani mtafute. Ndio mkirudi kutibiwa
mrudi nayo. Ndugu Kuna kundi fulani wako nayo inaitwa hapo kwa ofisi sasa. Tenwek. Kundi fulani sijui chama ya nini. Wao nao walijitolea wakanilipia 100,000. So kuna foundation fulani walikulipia? Hiyo hospitali hiyo 100,000. Oh, sinde kakulipia. Haya, before hiyo walikuwa wamechua background ya kwako ni gani? Sasa walikuwa wanakuja wananiulizia na waeleza. Wananiambia niite mzazi na muita. Wanakuja pia na waeleza. Huyu ni mzee sasa. Hapa kwa amefariki. So walielewa ya kwamba background vile iko mama ana kazi ya mume anafanya ni kazi ya kuosha nguo. Hii ambayo ni pesa ya kupata na kukula. Akiniambia niite marafiki ama nini watu wa familia. Nikamwambianga sina. Sasa hiyo kueleza hizo mashida. Wakasema tutakuachilia sasa juu bado ukienda uko hospitali bado bei inaongeza. Sawa wakapick details za maidi za mamangu wenye walinipeleka. Hiyo akaniambia enda nyumbani. Alafu utakuja mtengeza hata harambee mkipata pesa. Mrudi umaliziwe. Ndio malizie. So wale marafiki zako wa garage wali hata hawakutoa shilingi moja? Wale walikuwa wanachanga kitu kama wananiletea chakula. So walijaribu kwa hiyo muda huko hapo walijaribu sabuni na chakula. So ukatuma mkuja. So walipochua background ya familia wamekuachilia baada ya foundation ni kukuja pamoja na kutolea 100,000. So matibabu iliisha, kufika hapa naona bado uko na nini bado chatolewa. Bado unafaa kurudi ama uko sawa sasa hivi? Nafaa kurudi. Kumbuka ni kesi yenye mimi sijawahi fikia. Ni kijana alikuwa na single parent ambaye ni mama. Wakati ameumia hiyo harakati mama yake amefariki. So ana kwao, ana rafiki, anaishi kwa marafiki, amekuwa ping hosted kwa marafiki. Kumbuka tuko live katika upande wa Getembe TV. Kumbuka Getembe TV by the way, Kenya mzima wanawatu kiwa na suku katika channel ya 038 officially. Kumbuka pia unaweza kutupata kwa upande wa Getembe Digital app. Enda katika your smartphone, katika App Store ama Google Play Store, download app ya Getembe Digital app. Hapo ndani yake unaweza pata program zote za Getembe FM na Getembe Television officially. Kumbuka katika page yetu pia tuko live katika page ya Getembe TV. Thank you very much. Tuende break kidogo. Tukirudi tukutakuwa papa hapa paka tusikie hatima ya kijana ambaye alipata ndani ya Chindundi na Barundi akapata affected negatively.